Jumuiya ya Wakimiti Tanzania, nuru ijayo mbele yetu kila siku. Kitabu ni Fikra kwa Falsafa Asilia, ni bahari ya ufinyanzi. Nuru ijayo mbele yetu kila siku ni fikra pevu. Mwandishi ni Komanya Fimbo. Tudurusu pamoja, sura kwa sura, kwa uchache ili tupate kuelewa. Utambuzi binafsi ni ustawi na maendeleo ya mtu. Kujitambua kwa mtu binafsi kunatokana na kutambua chimbuko na asili yake. Asili ndiyo huumba na kubomoa kwa wakati itakavyo. Kujitokeza kwa binadamu kunaelezwa kwa njia ya kuzaliana, lakini pia kwa kifo. Hata hivyo, kuzaliwa na kufa kwa binadamu si kwa utashi wake mwenyewe, bali ni takwa la kiasili, takwa ambalo kwa jamii ya sasa tunaweza kuliita takwa la Mwenyezi Mungu. Swali la kujiuliza kwa kila binadamu ni kwa nini mtu huzaliwa ilhali atakufa? Swali hili huibua majawabu ya fumbo la maisha hapa duniani. Moja, kuna sababu za kiasili kwa nafsi iliyopo kati ya kuzaliwa na kufa. Sababu ya msingi ni ya kiasili zaidi, ambayo ni kuendeleza gurudumu la maisha kwa njia ya kuzaliana. Kupitia sababu hii, mtu anaweza kutambua mahitaji yake ya msingi ili kuweza kutekeleza takwa hili la kiasili. Ili mtu aweze kufikia takwa hili la kiasili, lazima mtu huyu akue, moja, katika mwili, na pili, katika fikra, yani kiroho, dhana ambayo ni upevu wa fikra kwa mtu huyo. Dhana hizi za ukuaji hupelekea mtu kujua na kutambua mahitaji yake ya kila siku hapa duniani ili kuweza kujitegemea kimaisha. Mahitaji ya msingi ya maisha ya kila siku kwa kila mtu ni matatu. Moja ni chakula, pili ni mavazi, na tatu ni makazi. Mengine ni ziada tu. Swali la kujiuliza ni je, ni kwa namna gani mtu anaweza kujitosheleza na mahitaji haya? Moja ni kwa kuishi kulingana na umri ambayo ndo kichocheo kikuu cha mtu kujitegemea tangu toka anazaliwa mpaka atakapofikwa na umauti. Umri humlazimisha mtu ajitegemee kutoka kwenye mikono ya wazazi wake na kuishi maisha yake mwenyewe. Fikra pevu katika umri fulani huchochea akili ya mtu kuyatawala mazingira anayoyaishi. Kitendo hiki hupelekea mtu kutambua mahitaji yake ya msingi ya kwamba yote yanatokana na mazingira yanayomzunguka kila binadamu. Mazingira ambayo kiasili yameundwa na viambata vikuu vinne vya kiasili. Moja ni nuru ya jua, pili hewa safi, tatu maji, na nne ni ardhi. Hakuna chochote katika mahitaji ya msingi kwa maisha ya binadamu yasiyotokana na viambata hivi vinne vya kiasili. Uwezo wa fikra ya mtu kuchanganua maana na umuhimu wa kila kiambata kati ya viambata hivi vikuu vya uumbaji kwa asili katika maisha yake ni nguzo kwa ustawi na maendeleo ya mtu huyo hapa duniani. Nuru iangazayo ulimwengu ni nguvu, nishati hai ambayo ni sawa na fikra pevu kichwani mwa mtu. Nishati hii haishikiki, lakini tunaweza kuihisi kwa matendo yake ya ajabu. Hakika ni roho, Mungu mwenyewe katika mwili wa kila binadamu. Roho ndiyo chombo kikuu kiletacho uzima mwilini. Kimefungana moja kwa moja na nafsi, yani utashi binafsi wa mtu ndani ya mwili wake pamoja na mwili wenyewe. Hewa safi ni nishati na nguvu ya pili ndani ya mwili wa mtu iletayo uhai. Ni pumzi ya uhai ambayo ndiyo huvunja chakula, yani malighafi kutoka katika ardhi na kuwa virutubisho vya mwili. Mara baada ya zoezi hili ndani ya damu kufanyika, hewa safi husaidia mwili mzima kujiendesha wenyewe kama ulimwengu wa kipekee ndani ya mwili mmoja. Ardhi ni nguzo na msingi wa miili yote, na katika ardhi maumbo yote hufinyangwa. Malighafi zote hutokea ardhini. Chakula cha mwili kwa virutubisho vya mwili vyote kutoka ardhini. Kwa hiyo roho, hewa safi, vyote hivi haviwezi kuwa halisi bali ya uwepo kwa ardhi. Maji ni nguvu ya utakaso. Malighafi hulainika palipo na unyevunyevu ambao ni zao la maji baada ya kupata joto ambalo ni zao la nishati ya nuru kuu iangazayo ulimwenguni. Chakula mwilini hulainika na kuwa virutubisho kwa uwepo wa maji mwilini. Virutubisho hivi ndiyo chachu ya nguvu iletayo afya, uhai na uwezo wa kuishi kwa kila binadamu hapa